Familia ya Jelly Farm. Familia ya Jelly Farm ni muda na wakati mwingine ambapo Mungu ametupa nafasi kwa ajili ya kuendelea na masomo katika chaneli yetu pendwa ya Jelly Farm. Jelly Farm, kama wewe ni mtazamaji wa kwanza katika video zetu mbalimbali kuhusiana na kilimo na ufugaji, naomba ufanye kitu kimoja, just subscribe. Naomba usubscribe, ukimaliza like, comment, lakini pia cha muhimu zaidi ni kushare video hizi kwa watu wengine. Unajua inabidi tuwafikie watu mbalimbali. Elimu kama hizi inabidi ziwafikie watu mbalimbali ambao ni wakulima, wajasiriamali katika swala zima la kilimo na ufugaji, ili waweze kupata maarifa kwa namna moja ama nyingine, waweze kuongeza ujuzi, waweze kupata maarifa kupitia video zangu naweza kuwa nazipost kwa channel yangu ya Jelly Farm. Kwa hiyo wewe kama mwanafamilia wa Jelly Farm, naomba ushare video hizi kwa mitandao ya kijamii. Unaweza ukashare WhatsApp, unaweza ukashare kwenye magrupu, unaweza ukashare Facebook, unaweza ukashare Telegram, kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii unaweza ukashare hizi video ili tuwafikie watu wengi zaidi, ili watu wengi zaidi wazidi kunufaika na masomo haya. Na kuwa na posti, kwa sababu mimi na posti masomo yanayohusiana na kilimo na ufugaji. Niende moja kwa moja kwenye point. Leo nitaongelea swala zima la kutibu udongo. Swala zima la kutibu udongo. Kuna njia mbalimbali za kutibu udongo. Kuna njia za kisasa, lakini pia kuna njia za kienyeji. Kuna njia za kawaida ambazo pia unaweza kuzitumia wewe kama mkulima ili kutibu udongo wako kabla ya kusia mbegu zako kwenye kitalu. Hii ni jambo muhimu sana kwa sababu linasaidia sana kwenye mbegu zako kustawi vizuri kwenye kitalu, lakini pia inasaidia kupunguza magonjwa kwenye miche yako utakayoitoa kwenye kitalu ili kuhamisha kwenye shamba lako. Kwa hiyo kupitia njia hii ya kutibu udongo kwa kwenye kitalu itakusaidia kuweza kupata miche bora yenye afya njema na isiyo na mashambulizi ya magonjwa hasa yanayosababishwa na fangasi pamoja na bakteria wanaokuwa kwenye ardhi hii. Kwa hiyo mimi hapa nilichoma. Kwa hiyo unaweza ukaona kuna kama majivu. Nice, unaanza kuona. Nilichoma, nilitumia mabaki ya maharage, kwa kuna maharage hapo mbele. Kwa yale mabaki ya maharage ambayo ni kama takataka zile niliziweka hapa kwenye kitalu. Kwa hiyo maana yake nilichoma ili eneo. Lakini mara ya kwanza nilianza kwa kuweka mbolea, nikachanganya na udongo, mbolea ya ng'ombe. Nikachanganya na udongo. Baada ya kuchanganya na udongo, mbolea nzuri ya ng'ombe ambayo imeoza. Sio mbolea ambayo haijaoza. Mbolea ambayo imeoza na imekaa imeisha poa ndio niliyotumia mbolea ya ng'ombe. Kwa hiyo nilipomaliza nikachanganya na udongo mahali hapa, unaweza kuona kuna kama maharage yalibaki kwenye maharage yalibaki. Kwa hiyo nilivyochoma yakaonekana yamedondoka hapa. Kuna haya mengine haya nayatoa na muhimu. Kwa hiyo nilitumia haya mabaki ya maharage, lakini pia nilitumia mabaki ya miti. Kuna miti ambayo inakuwa na mabaki ya majani madogo ya miti yanakuwa yanajidondosha chini, miti ikipukutisha majani yake. Kwa hiyo niliweka hapa, nikatibu udongo wangu kwa njia ya kawaida. Njia ya kawaida, sio njia ya kisasa. Njia ya kisasa maana yake unapanda mbegu zako, unaweka mbegu zako kwenye tray kupitia udongo ambao unakuwa unanunuliwa, na huo udongo unakuwa umeshatibiwa kwa njia ya kisasa zaidi. Lakini njia ya kawaida kama mkulima hujafikia huo uwezo wa kutibu kwa njia ya kitaalamu, unaweza kutumia njia ya kawaida na yenyewe inaleta matokeo chanya kwenye miche yako utakayoihamisha kwa shamba lako ambalo utakuwa umeshaliandaa. Kwa hiyo mimi nimetumia njia hii, nimeshika hizo takataka nikaziweka hapa nikachoma. Mvua jana imenyesha, kwa hiyo nimechoma. Nimemaliza kuchoma ndio pakaonekana hivi. Pia hii njia ya kuchoma inasaidia kuongeza potassium, maana yake inasaidia kuongeza potassium. Haya majivu haya yanakuwa yanatokana na haya mabaki ya miti ya mimea, yanasaidia katika swala zima la miche kukua vizuri, mbegu kuota kwa kasi, lakini kuota vizuri, lakini pia yanasaidia miche kukua kwa kasi na kuwa na mizizi ya kutosha. Unaona? Kwa potassium inasaidia katika swala la utengenezaji wa mizizi katika mbegu zako ulizozipanda. Miche ikishaanza kutokeza, miche yako itakuwa na mizizi ya kutosha. Kwa hiyo maana yake ni faida pia, kwa sababu unakuwa umeongeza madini hayo
ya potassium kupitia mchakato mzima wa kuchoma takataka hizi kwenye kitalu hichi. Kwa hiyo pia hiyo ni faida pia unaipata. Lakini pia maana yake hapo utakuwa umetibu udongo, maana yake mashambulizi au maambukizi ya mbegu zako zikishakuwa miche baada ya siku 30 kuhamisha shambani. Maana yake kinachofanyika hapa ni kitu kimoja. Maana yake maambukizi ya bakteria na fungus wanaokuwa kwenye ardhi, lakini pia wanaokuwa kwenye mbolea yatakuwa yamepunguzwa kwa kiasi kikubwa kwa sababu umeweza kuchoma. Maana yake bakteria watakufa, lakini hizo fungus zitaweza kufa. Kwa hiyo uwezekano wa miche yako kukua vizuri na kuweza kustawi na kuletea matokeo bora ni mkubwa sana. Ni mkubwa sana. Kwa hiyo mtu yeyote unatazama video hii popote pale ulipo, naomba subscribe. Just subscribe kwa channel yetu ya Jerry Farm. Subscribe, share video hii kwa ndugu jamaa na marafiki wanaopenda kilimo, wapenzi wa kilimo. Lakini hata wengine ambao hawajaanza kilimo, kesho na kesho kutwa wanaweza kuanza kilimo, kwa sababu kilimo ni maisha ya kila siku. Kilimo, ufugaji ni maisha ya kila siku. Kuna mtu anaishi bila kutegemea kilimo. Kila kitu unachokitumia kila mara nyingi kinatokana na sekta muhimu sana ya kilimo. Kwa hiyo wewe kama mdau wa kilimo, share video hii, utafikia watu wengi zaidi ili uweze kunufaika. So I can say that anybody who is watching my video from my channel Jerry Farm, please share this video to reach many people so that they may understand and they may get knowledge about farming and crop cultivation. Yes, agriculture in general, farming and crop cultivation. So be blessed all people who are watching my video from Jerry Farm. Kwa mbarikiwa wote watazama video zangu kupitia channel yetu pendwa ya Jerry Farm. Ni muda na wakati mwingine Mungu ametupa nafasi. Kwa hiyo swala la kutibu udongo ili somo limeishia hapo. Kwa hiyo kadri nitakavyokuwa napata nafasi nitakuwa nazidi kutoa masomo mbalimbali ambayo yatazidi kutupa maarifa na kutupa uelewa na kuzidi kujifunza ili kile ninachokifahamu niweze kukitoa kwa jamii. Kwa kupitia mchango wako wa kusubscribe, ndio maana nasema usubscribe ili uzidi kunipa nguvu na kunipa momentum ya kuzidi kutengeneza video, nizidi kupata momentum na nguvu ya kuzidi kutengeneza video mbalimbali ili tuzidi kunufaika sisi kama jamii yetu na katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa barikiwe sana ndugu jamaa na marafiki popote pale mnapotazama hii video, barikiwe sana, Mungu awabariki. Msisite kusubscribe, msisite kushare, msisite kucomment, hasa kushare na kucomment, kusubscribe kwa channel yangu ili tuzidi kunufaika sote. Tuzidi kunufaika sote kupitia sekta muhimu ya kilimo na ufugaji, sekta muhimu na sekta yenye kipaumbele kikubwa katika jamii yetu, kilimo na ufugaji. Mbarikiwe sana.